Na sasa tuangalie ushirikiano baina ya Marekani na Irani nchini Afghanistani. Katika eneo hili ni muhimu kwanza nikakufahamisha mahusiano baina ya Talibani na Irani kama ifuatavyo. Tukio la Mazar-i Sharifu la mwaka 1998 ni tukio ambalo linalotajwa kuwa lilizidisha uhasama mkubwa baina ya Talibani na Irani. Mnamo mwezi Agosti mwaka 1998, Talibani iliteka mji wa Mazar-i Sharifu kutoka kwa makundi yaliyoitwa Muungano wa Kaskazini ambayo yalikuwa yakiungwa mkono na Irani, na kisha kuwaua wanadiplomasia 8 wa Kiirani pamoja na mwandishi wa habari mmoja kutoka Irani. Tukio hili lilisogeza Irani na Taliban karibu na vita, huku Irani ikikusanya majeshi yake kando ya mpaka wake na Afghanistani. Hata hivyo, Talibani ilikana kuhusika moja kwa moja, ikisema shambulio hilo halikutekelezwa kwa amri yao. Baada ya uvamizi wa Marekani dhidi ya Afghanistani mwaka 2001, Irani, licha ya uhasama wake wa muda mrefu na Marekani, iliona kuondolewa kwa Talibani madarakani kama lengo la kimkakati. Irani ilitoa msaada wa kisiasa na taarifa za kijasusi kwa Marekani na washirika wake waliokuwa ndani ya Muungano wa Kaskazini, muungano wa makundi ya kupinga Talibani. Ushirikiano huu, ingawa ulikuwa wa muda mfupi, ila unaonyesha wazi kuwa Irani iliwachukulia Talibani kama tishio kubwa zaidi kuliko Marekani katika kipindi hicho. Sio pekee Irani na Marekani zilizoungana dhidi ya Talibani, bali hii ilijumuisha Urusi na India pia. Urusi na Marekani zilitumia Baraza la Usalama la UN kuiwekea vikwazo vikali Talibani, na Urusi ikatoa msaada kwa Irani kuanzisha kambi za kijeshi Asia ya Kati. Baadaye Rais Bush alionyesha kwa uwazi kuwa ushirikiano katika suala la Afghanistani usingepelekea maridhiano mapana na Irani pale alipoiweka Irani miongoni mwa mhimili wa uovu katika hotuba yake ya hali ya taifa ya Januari mwaka 2002. Katika kuangalia uhusiano baina ya Talibani na Irani, twende moja kwa moja hadi miaka ya karibuni, ambapo baada ya Talibani kutoa madaraka Kabul mwezi Agosti 2021, kisha Marekani na NATO kuikimbia Afghanistani, uhusiano wa Irani na Talibani umeendelea kuwa mbaya, ikiwa ni pamoja na migogoro ya mipaka, kukiwa na mfululizo wa mapigano madogo kwenye mpaka na mzozo juu ya rasilimali za maji wanazoshiriki. Ila katika tukio la kusikitisha la mwaka 2025 ni jinsi Irani ilivyowafukuza wakimbizi wa Afghanistani nchini kama wanyama. Ukatili pia huu ulifanywa na Pakistani dhidi ya wakimbizi wa Afghanistani. Ni matukio ambayo yanazidi kueleza namna saratani za uzalendo na utaifa zinavyoendelea kuutafuna umma huu. Swali la msingi, je, kitu gani kinaweza kuileta Irani na Talibani kwenye ushirikiano wa pamoja? Jibu, labda katika mapambano dhidi ya Daeshi tawi la Khorasani, ambayo ni adui wa nchi zote mbili, ingawa na hapo kwa sasa sioni mwelekeo wowote wa hilo kutokea. Baada ya hayo, sasa narudi nyuma kuendelea kuzungumzia ushirikiano kati ya Marekani na Irani dhidi ya Talibani, katika mapambano ya kile ambacho Marekani ilikiita vita dhidi ya ugaidi baada ya tukio la Septemba 11. Na hapa nina ushahidi kutoka kwa Barnett R. Rubin ambaye ni mkurugenzi wa masomo katika Kituo cha Ushirikiano wa Kimataifa CIC, Chuo Kikuu cha New York. Ameandika sana kuhusu Afghanistani na eneo hilo. Pia alikuwa mshauri wa Balozi Brahimi wakati wa mkutano wa Bonn, na alishauri juu ya uandishi wa katiba ya Afghanistani. Barnett R. Rubin anaandika kwamba ushirikiano kati ya Marekani na Irani ulijitokeza moja kwa moja katika uwanja wa vita, hasa Tajikistani na Afghanistani, na pia katika diplomasia ambapo mimi mwenyewe nilishuhudia. Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia vya Kiirani, wanachama wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Irani, wajulikanao kama Pasdarani kwa lugha ya Kifursi, walishirikiana na CIA na vikosi maalumu vya Marekani katika kuhudumia na kufadhili makamanda wa Muungano wa Kaskazini.
Wakati wa vita katika vuli ya mwaka 2001, Urusi na Irani zilisitasita kati ya kuunga mkono kurejea madarakani kwa Rais Burhanuddin Rabbani au mpango wa makubaliano mapana ya kisiasa ulioungwa mkono na wafuasi wa Ahmad Shah Massoud, Umoja wa Mataifa na Marekani. Katika mazungumzo ya Umoja wa Mataifa kuhusu Afghanistani yaliyofanyika Bonn, Ujerumani, ambayo yalihusu makubaliano ya kusimamia kipindi cha mpito cha kisiasa nchini humo, wajumbe wa Marekani na Irani, James Dobbins na Javad Zarif, walishirikiana kwa karibu katika masuala yote makuu. Zarif aliunga mkono juhudi za kukwamisha azma ya Rabbani ya kuzuia mkutano huo usifikie makubaliano, akitumaini kuimarisha mamlaka yake binafsi na kuzuia kuundwa kwa serikali pana zaidi. Hatua ya dakika za mwisho ya Zarif kumshawishi mwenyekiti wa ujumbe wa Muungano wa Kaskazini, Yunus Kanuni, ilisababisha Kanuni kupunguza idadi ya nafasi za baraza la mawaziri alizokuwa akidai katika serikali ya mpito. Marekani na Irani kwa pamoja zilisisitiza kuwa makubaliano ya Bonn yajumuishe ratiba ya uchaguzi wa kitaifa na pia kuilazimisha serikali ya Afghanistani ishirikiane katika vita dhidi ya ugaidi na mihadarati. Dobbins alilazimika kushinda upinzani kutoka kwa wenye msimamo mkali ndani ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani ili kushirikiana na Irani, lakini maagizo aliyopokea kutoka kwa Waziri wa Mambo ya Nje, Colin Powell, yalimwezesha kufanya hivyo. Zarif aliyekuwa sehemu ya mrengo wa mageuzi wa Rais Muhammad Khatami huenda pia alilazimika kushinda upinzani wa ndani. Katika mazungumzo yasiyo rasmi ambapo nilikuwepo kama mwanachama wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa, wanadiplomasia wa Marekani waliwaeleza Wairani kwamba kulikuwa na masuala mengine yaliyokwamisha ushirikiano mpana zaidi. Wairani walijibu kwa kuomba kujadili masuala yote kati ya nchi hizo mbili. Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani iliona matukio haya kama fursa ya kupanua ushirikiano na Marekani kutoka suala la Afghanistani hadi masuala mapana zaidi. Dobbins anaripoti kwamba baadaye maafisa wa Irani walijitolea kufanya kazi chini ya amri ya Marekani kusaidia katika kujenga jeshi la taifa la Afghanistani. Ushirikiano kati ya Marekani na Irani katika kujenga vikosi vya usalama vya Afghanistani ungekuwa uwekezaji mkubwa katika mwelekeo mpya wa kisiasa, jambo ambalo lingedhuru maslahi ya Pakistani, taifa ambalo jeshi lake lilitegemea kuwa mpatanishi pekee kati ya Marekani na Afghanistani, kama njia ya kudumisha uhusiano wake wa ugavi wa kijeshi na Marekani. Mwisho wa nukuu. Baada ya maelezo hayo ya Barnett R. Rubin, ambayo ni baadhi katika mengineyo yanayopatikana katika insha iitwayo The US and Iran in Afghanistan. Policy gone awry. Pia nina uthibitisho wa video ya Bwana Said Lailaz, ambaye alikuwa ni mshauri wa rais wa zamani wa Irani, Mohammad Khatami. Hapa analalamika akisema, tulisaidia Marekani kuivamia Iraki na Afghanistani, na Marekani ilikuwa mnunuzi mkubwa zaidi wa mafuta ya Irani mwaka 1994 na 1995. Sisi tuliuza mafuta hayo kwa hiari yetu. Baada ya yote hayo Marekani inatuita eti kwamba sisi ni mhimili wa uovu. Mwisho wa nukuu. Ebu msikilize yeye mwenyewe akisema hayo. برای چی ما رو بردن جزو محور شرارت؟ مایی که کمک کرده بودیم به سرنگونی صدام. آقا جواب بدین دیگه. ببین عقلم خوب چیزیه، صبر کن. ها؟ بعد گفتن آقا ما میخوایم طالبان رو در چی سرنگون کنیم، دوباره کمکشون کردیم. در سال 73 و 74 بزرگترین خریدار نفت ایران میدونید آمریکا بود؟ شما اینو میدونستید؟ به محض اینکه این اتفاق افتاد قانون داماتو رو آوردن تو آمریکا تصویب کردن. یعنی ما با تیب خاطر با کمال میل داشتیم بهشون نفت میفروختیم تحت زعامت همین رهبری محترم تو همین جمهوری اسلامی با همین حاکمیت. Kwa maelezo hayo yote yaliyopita hapo tayari nimeufunga mlango wa kwanza ambapo nimeisha timiza lengo kuu la kwanza ambalo ni kudhihirisha ukweli juu ya uhusiano baina ya Irani, Israel na Marekani. Ukweli huu wanaujua wachache na haupatikani kwa waandishi, pundits, wanahabari na wachambuzi wa masuala ya siasa walio wengi. Usikose kutazama sehemu ya 4 katika mfululizo wa makala haya.